Somo ambalo tunakwenda kujifunza leo, tutajifunza neno linalosema maandiko kuhusu ukuu wa Mungu. Maandiko kuhusu ukuu wa Mungu. Mungu ni Mungu mkuu mno. Hatuwezi kuwa na maelezo ya kutosheleza ukuu wake, lakini ni mkuu mno na anafanya mambo ya ajabu na mambo ya kushangaza. Mungu huyu ambaye tunakwenda kujifunza siku ya leo, maandiko kuhusu ukuu wa Mungu. Mungu ni mkuu sana sana, lakini utauona ukuu wake kulingana na wewe kumjua. Ukimjua kidogo, utaona ukuu wa Mungu si mkubwa. Kiwango cha kujua Mungu ni mkuu ni kiwango cha kujua wewe. Kuliwahi kuwepo, nimewahi kutoa mfano huu, acha niurudie. Kuna wakati nikiwa kijana mdogo tu, mjomba wangu mmoja alikuwa ametoka Mbeya kule kwetu Tukuyu. Wakati huo tulikuwa tumeenda Songwe. Kuna Songwe ambayo iko Mbeya na kuna Songwe ambayo iko Tunduma, Mbozi. Sasa Songwe ya Mbeya. Akawa amekwenda Morogoro zamani nikiwa kijana mdogo. Nikamuuliza, make tulisoma shule na tulisikia kwamba wanyama wako Morogoro, yani kule Mikumi. Sasa kwa hiyo sasa mjomba alipoenda huko nikafurahi. Nilikuwa kijana mdogo, labda miaka 9 au 8, kitu kama hicho. Nikamuuliza, mjomba, umefika kwa wanyama? Akasema ndio. Nikasema, tembo ni mkubwa kiasi gani? Akasema ni mkubwa kama ndama wa ng'ombe. Jamani, huo si ni uongo sasa? Aliponijibu hivyo, kwa sababu nilikuwa nimeanza shule, nikaona huyu ananidanganya. Hakuna tembo kama ndama ya ng'ombe, wala kusema yuko kama ng'ombe, kama ndama. Sasa kwa ulimwengu wa leo, hata mtoto wa darasa la pili huwezi kumdanganya, hata la kwanza, make wanapita nasari huko kwanza. Kwa nikajua huyu hajui anachokisema. Sasa somo langu, kumbuka, linasema maandiko kuhusu ukuu wa Mungu. Nitaendelea na somo hili mpaka nitakapomaliza Jumapili, labda Roho wa Mungu akiniambia sasa yatosha. Maandiko kuhusu ukuu wa Mungu. Sasa kwa kadiri ambavyo unamjua Mungu ndivyo unavyojua ukuu wake. Hapa tungejaribu kuangaliana, tungejua wengine labda wanajua 2% ya ukuu wa Mungu. Na ili ubarikiwe na kufanikiwa kujua ukuu wa Mungu sana, ni baraka kwako, ni mafanikio kwako. Kwa hiyo katika somo hili nitajitahidi kufundisha hili somo. Nataka wale Wakristo ambao wako darasa la pili kiroho wapande, wapande, na wale ambao wako 7 waende sekondari, na wale walioko sekondari waende chuo kikuu. Wangapi umenielewa? Bwana Yesu asifiwe. Sasa hilo ndio somo letu, na nitajitahidi sana kukaa kwenye kichwa. Hata kama tunasoma tunakwenda, lakini nitakuwa narudi kwenye kichwa cha somo juu ya maandiko kuhusu ukuu wa Mungu. Baada ya semina hii kimalizika,
Nataka uwe umepanua uwezo wako wa kujua ukuu wa Mungu. Na ukisha ujua ukuu wa Mungu, mwanangu, hutaogopa chochote. Ninyi ni wajukuu. Wanangu ni Martha na Richard. Wengine wote ni wajukuu zangu. Mimi ni babu. Nasema hivi, somo hili utakapojifunza na kulimaliza litakutoa kwenye level ulioko, utakwenda kwenye level nyingine. Maana Mungu ni mkuu mno. Hata mimi sio kwamba nimefika kumjua vyote kama watu walioko mbinguni, lakini viwango tunapishana. Ukijua ukuu wa Mungu, hutaogopa chochote. Utatembea kifua mbele, hutakuwa na wasiwasi. Naomba sasa tusome maandiko. Naomba tufungue kitabu cha Zaburi sura ile ya 115 mstari ule wa pili na wa tatu. Zaburi 115 mstari wa pili na wa tatu. Tutakwenda kusoma hapo. Nitafurahi kama kuna mtu atakuwa ananisomea ana maiki. Hakuna mtu aliye na maiki ya kusoma, atapatikana. Nikushukuru tena baba na mama Martha kwa kunikaribisha kuja kusema katika kanisa hili. Zaburi 115 mstari wa pili na ule wa tatu ni andiko letu la kwanza. Okay. Maandiko yanasema hivi. Zaburi 115 mstari wa pili na wa tatu anasema, kwa nini mataifa kusema, yuko wapi Mungu wao? Lakini Mungu wetu yuko mbinguni, alitakalo lote amelitenda. Amen. Swali na jibu liko hapo. Mungu wetu yuko mbinguni, alitakalo lote amelitenda. Mungu wetu ni wa ajabu. Yuko mbinguni, lakini yuko pia ndani yetu. Na sisi pia tuko ndani yake. Ndio Mungu wa ajabu huyu. Mungu yuko mbinguni, lakini pia yuko ndani yetu, na sisi tuko ndani yake. Ndio maana wachawi hawawezi kutuloga. Ukiokoka ukamjua Mungu huyu, nataka nikwambie hakuna wa kukuloga. Hakuna wa kukufanyia chochote. Maana wewe uko ndani ya Mungu na Mungu yuko ndani yako. Mimi nalalaga usingizi kama mtoto mdogo. Usingizi wangu hauna shida, nalala hasa. Nimepita kwenye viwango vile vya kupambana, si wakati umelala unapambana, si unapambana. Nilikuwa napambana, sasa sipambani. Nafikiri shetani akajua sasa hapa yatosha. Na nisikiliza ninachokuambia. Nataka nikuambie Mungu ni mkuu, yuko ndani yako. Na wewe uko ndani ya Mungu. Muulize jirani yako, mwambie unafahamu hili kwa kina. Mwambie mbona lakini kama unaogopa wewe. Ukisha kaa ndani ya Mungu hakuna kuogopa. Kabisa siogopi chochote. Siogopi chochote. Bwana asifiwe. Sikutaka kutoa ushuhuda huu, acha ni utoe. Nikuonyeshe ya kwamba siogopi. Nilikuwa nimekwenda Marekani.
Sasa wakati wa kurudi, nikarudi nimechelewa kidogo. Nilikaa karibu miezi miwili, karibu watatu, nikataka kumaliza. Nikawa narudi. Wakati narudi nikafika mahala panaitwa Doa kule Qatar. Nilipita njia hiyo. Wakaniambia hakuna. Wewe unaenda wapi? Nikasema Tanzania. Wakasema Tanzania geti limefungwa. Na ilikuwa tarehe 29. Mnakumbuka kilichotokea Tanzania? Tarehe 29 huku watu wanakufa. Mimi niko Doha, nataka kuja Tanzania, lakini geti la Tanzania halikuruhusiwa kufunguliwa, lilikuwa limefungwa. Kuna jamaa mmoja ni Mkenya, nilimkuta pale, yuko pale airport anafanya shughuli pale. Akasema, bwana, twende nikakuonyeshe geti la Tanzania. Nikakuta kweli geti limefungwa. Ya Kenya yamefunguliwa, ya Uganda yamefunguliwa, na ya kwenda mahala pengine yamefunguliwa. Nilipoona hivyo, nikaona hapa ni kazi, sina jinsi ya kufanya. Nilichokifanya, niliondoka nikaenda pembeni ya uwanja, nikamwomba Mungu maneno machache. Maneno niliyoomba yanafurahisha sana. Nilisema hivi, Mungu uliye mbinguni, mimi sio Elia, mimi naitwa Benjamin. Naomba muujiza wa ajabu utendeke niende Tanzania. Nikatoka hapo baada ya kuomba, lakini moyo nikaona unaniuma kweli. Nitakaa wapi? Kwa nani? Wale mliosafiri na ndege sio mahali pa kulala kwenye uwanja wa ndege. Labda ndege kama imechelewa wanakuvumilia ukae, lakini sio kwamba uanze kulala hapo. Kama msafiri unaanza kulala. Nikamwambia Mungu wa mbinguni, mimi naitwa Benjamin, sio Daniel, naomba utende muujiza niende Tanzania leo. Niliomba maombi mafupi sana kutokana na neno hili, ukuu wa Mungu katika somo letu hili hapa. Mungu anaweza kubadilisha mambo. Baada ya kusubiri kama nusu saa hivi, jamaa mmoja kaja akaniambia, bwana, lile geti la Tanzania limefunguliwa. Na tarehe 29 ilikuwa ni marufuku kuingia Tanzania. Kila kitu kilifungwa. Pamoja na kwamba nilikuwa nje, nilikuwa napata taarifa. Kwa hiyo hata ndege hiyo iliyotokea ya kuja Tanzania na ilitokea kwa muujiza. Kitu cha ajabu, wakati nimeingia kwenye ile ndege, nikashangaa. Ni ndege likubwa sana, lakini limetoboka kwenye bawa. Shimo refu tu kubwa limetoboka. Nikasema, hii ndege inatufikisha hii kweli? Nikasikia, wewe nyamaza. Nikataka kumwambia mhudumu wa ndege kwamba hii ndege inatuchukuaje, lakini nikasikia, nyamaza. Ninachotaka kuwaeleza kwamba Mungu ni mkuu. Anaweza kufanya yote. Anaweza kuponya yote. Anaweza kufungua njia pasipo na njia. Ukiwa na Mungu huyu ukaujua ukuu wake, nataka nikuambie usiogope chochote. Usiogope lolote. Anaweza yote. Ana nguvu zote. Anajua yote. Nisaidie kumwambia jirani yako usiogope. Kwa hiyo Mungu alitusaidia tukasafiri. Wakati tunashuka kwenye kiwanja cha Kilimanjaro, nikapata shida nyingine. Nikasema, huyu rubani amepotea nini?
Maana Kilimanjaro kuna watu, kuna ndege, kuna magari. Sikuona ndege, sikuona mtu, sikuona gari, nikawa nafikiri labda amepotea. Lakini tumetua, wakati ndege inarudi sasa kusogea mahala pa kuteremka, nakuta ni Kilimanjaro, hakuna mtu yeyote. Mungu alitenda muujiza, ndege ilipatikana kwangu. Sikuona mtu anatembea. Mpaka nimefika nyumbani kwangu salama, nikasema wewe ni Mungu wa miujiza. Kwa niko hapa nataka nikuonyeshe ukuu wa Mungu. Mungu ni mkuu. Mwambie jirani yako usiogope chochote, Mungu ni mkuu. Una mambo shetani anasema ni magumu, nataka nikwambie kwa Mungu yote yanawezekana. Kwa Mungu yote yanawezekana. Umesema wewe umefika mwisho, nataka nikuambie hujafika mwisho ila umefika mwanzo. Mungu anaweza. Kama una kesi yoyote, una tatizo lolote, nataka nikuambie Mungu tuliye naye ni Mungu wa ajabu sana. Wangapi unampenda Mungu? Nyosha mkono mnaompenda Mungu. Mungu akubariki sana. Sasa naomba tusome andiko lingine katika somo hili la ukuu wa Mungu. Ukuu wa Mungu wetu. Katika kitabu cha Isaya 46 mstari wa 9 mpaka wa 10. Naomba tusome andiko hilo. Isaya 46 ndio mstari wa 9 mpaka 10. Mstari wa 9 mpaka wa 10 anasema, kumbukeni mambo ya zamani za kale, maana mimi ni Mungu wala hapana mwingine. Mimi ni Mungu wala hapana aliye kama mimi. Nitangazaye mwisho tangu mwanzo, na tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado, nikisema shauri langu litasimama, nami nitatenda mapenzi yangu yote. Amen. Amen. Andiko hili ni la muhimu sana pia katika somo hili la kujua ukuu wa Mungu. Ukuu wa Mungu wetu. Katika andiko hili, nataka andiko hili uliangalie kwa makini sana, na ukiweza ukifika nyumbani maandiko haya yote ninayokupa nenda uyasome, na Roho Mtakatifu atakupa ufunuo zaidi. Roho Mtakatifu atakupa ufunuo zaidi. Anasema, akisema shauri lake litafanyika. Shauri lake litafanyika. Katika andiko hili tunaweza kujifunza kuna ahadi nyingi ambazo Mungu ameziahidi katika Biblia. Ni 365 kitu kama hicho. Ahadi za Mungu ambazo zipo katika Biblia, ambazo zipo kwa ajili yako. Kuna watu watazikosa. Kuna watu wako hapa, hadhi walionayo ilikuwa iwe zaidi ya hiyo, lakini kutokana na ufahamu ulionao ukakwama hapo. Ngapi wamenisikia? Kuna watu wasingekuwa kwenye kiwango hicho, angekuwa ameongezeka. Lakini pale ambapo unapopajua kuhusu Mungu, hapo ndipo miujiza yako inaishia. Lakini miujiza ya Mungu ni mingi na ni mikubwa. Lakini mchungaji wenu ana imani, huyu ni binti yangu aliyezaliwa kiroho, nimemfundisha. Na katika washirika walioniita mapema, wakaniita kama ulivyoniita wewe, ni mmoja wapo umeniita. Na utafika mbali mwanangu, kutokana na imani ulionayo. Maka ameshika imani nilionayo baba yake, ameishika. Kwa muda alioanza huduma huyu asingekuwa na kanisa kama hili. Mke wangu si kweli, kuna watu walitoka kwenye utumishi wetu muda mrefu zaidi ya Masa, lakini hawana kanisa zuri kama hili ambalo limewekwa taraza chini kama la kwetu Amani.
naona kwa macho. Hebu tumpigie Bwana Yesu makofi. Lakini Mungu ni mkuu sana. Mshirika unayeusikia ujumbe huu, utabadilisha maisha yako, utabadilisha mtazamo wako, utabadilisha kuona kwako. Kama ulikuwa unaona mpaka hapa, utaona mbali. Utamuona Mungu anavyotenda mambo ya ajabu. Mimi nawaambia watu, siogopi chochote, siogopi chochote. Kwa nini? Mungu niliye naye ni mkuu sana. Mungu niliye naye sio wa kawaida. Amenifanyia mengi, maajabu mengi. Anazidi kufanya maajabu. Kwa hiyo nataka uongeze viwango vyako vya kumjua Mungu, viongezeke. Kila siku tunatakiwa tukue. Hata hapa mimi nazidi kukua. Andiko hili ninalolihubiri hapa, mke wangu anajua sijawahi kulihubiri popote. Nilipokuwa nakuja huku ndiko Mungu akanipa somo hili. Kwa hiyo kabla sijalifundisha, nimejifunza mwenyewe ukuu wa Mungu. Naomba tusome basi kitabu cha Warumi sura ya 9 mstari wa 20 mpaka wa 21. Twende kwenye Agano Jipya. Amina. Warumi sura ya 9, 20 mpaka 21. Warumi 9, 20 mpaka 21 nitasoma. Anasema, la sivyo, binadamu, wewe unani umjibuye Mungu? Je, kitu kilichoumbwa kimwambie yeye aliyekiumba, kwani kuniumba hivi? Au mfinyanzi, je, hana amri juu ya udongo, kwa fungu moja la udongo kuumba chombo kimoja kiwe cha heshima na kimoja kiwe hakina heshima? Asante sana. Amen. Mungu katika uumbaji wake aliumba hivyo. Anasema la sivyo. Anasema basi utaniambia, mbona angalia akilaumu, kwa maana ni nani ashinda naye na kusudi lake? La sivyo, binadamu, wewe unani umjibuye Mungu? Je, kitu kilichoumbwa kimwambie yeye aliyekiumba, kwa nini uliniumba namna hii? Au mfinyanzi aweza kumwambia au mfinyanzi, je, hana amri juu ya udongo, kwa fungu moja la udongo kuumba chombo kimoja kiwe cha heshima na kimoja kiwe hakina heshima? Katika andiko hili kitu kikubwa sana nataka niwaambie. Mungu ndiye aliyeumba kila kitu. Mungu ndiye aliyeumba kila kitu. Lakini kwa kuwa tunazungumza habari za binadamu, nataka nikwambie sio makusudi ya Mungu kwamba ubaki mahala ulipo. Katika kumjua, ninasema katika kumjua, unapaswa uongeze viwango vya kumjua Mungu. Usiishie hapo ulipo, usonge mbele. Na ukitaka kujua ya kwamba unakuwa kiroho na unaongezeka kwenye viwango, ni pale utakapoanza kuona mapenzi ya Mungu. Kwa mfano, nitoe mfano. Mapenzi ya Mungu ni kila muamini anapaswa kumtangaza Yesu na kuleta watu wengine kwa Yesu. Wangapi umenisikia? Muulize jirani yako, umeleta wangapi hapo wewe? Sitaki kuwaibisha, lakini kuna watu utashangaa hajaleta hata mtu mmoja. Huu ni mfano tu kwamba tunatakiwa kukua.
na kufanya kazi. Fanya kazi. Utashangaa ukifanya kazi ya Mungu, Mungu atayabariki maisha yako. Kuna waamini wengi ambao wanaomba tu, Mungu naomba nibariki, Mungu naomba kile, Mungu naomba kile. Sio vibaya kuomba, hata mimi naomba. Lakini jua na wewe una wajibu gani kwa Mungu? Ni nini unachokifanya kwa Mungu? Je, una kitu cha kumshawishi Mungu mpaka afanye mahitaji yako? Inawezekana kabisa ukawa rafiki wa Mungu. Kabisa kabisa. Ukifanya mapenzi yake, utakuwa rafiki wa Mungu. Na ukisha kuwa rafiki wa Mungu, nataka nikuambie, atakujaza, atakubariki. Anafurahia unapofanya kile ambacho anataka au unachopaswa kufanya. Kazi moja wapo ambayo inampendeza sana Mungu ni ile ya kuwaleta watu wengine kwa Yesu. Kama hujaleta mtu yeyote kwa Yesu hapa, mnangoja tu mkutano uje ndipo watu waje kwa Yesu. Nataka nikuambie, mimi Mungu alinibariki, nilikuwa nashuhudia. Ngoja nijitolee mfano. Kushuhudia kuwaleta watu wengine kwa Yesu ni baraka mno sana. Mimi ni mtu wa chini mno kwenye ukoo wetu. Kwa mke wangu walikuwa ni watu wasomi. Baba yake alikuwa na kazi nzuri. Mama yake alikuwa ni nesi. Lakini mimi, baba na mama hawakuwa na chochote. Lakini kitu ambacho kilinisaidia baada ya kuokoka, nilianza kushuhudia nyumba kwa nyumba. Lakini nilikuwa sijafundishwa, nilikuwa mchanga. Naenda kwa watu saa 12 na waongea ya asubuhi. Nikifungua nikianza kusema nao, upako nilio nao kunifukuza, wanashindwa, wanabaki kujiuliza huyu kijana ni nini? Nawaambia Yesu anaokoa. Msipookoka mtapotea, mtakwenda motoni, lakini mkiokoka mtakwenda mbinguni. Nikimaliza na kwenda nyumba nyingine. Hivyo hivyo. Nilikuwa mchanga, sijafundishwa. Lakini Mungu akaona nina kitu. Leo nimefika, nimekuwa mchungaji mpaka kuwa askofu. Sio kitu rahisi. Sio kitu rahisi. Na maaskofu wengi ambao tulianza kuwa maaskofu wote, wengi wameondoka. Lakini mimi bado ni askofu. Nimefanya nini? Bwana asifiwe. Inategemea unavyokaa na Mungu. Inategemea kama unamjua Mungu na unafanya kazi zake. Na kitu kingine mwanangu, nataka nikuambie, katika siku hizi za mwisho kuna watu walishaokoka lakini wameharibika, hawaendi mbinguni tena, wanaishi wako makanisani lakini wanarudi kinyume namna hii. Ila hapa hawapo. Mnasonga mbele. Lakini nimeshuhudia vitu vya ajabu vinavyotokea kwa watu ambao tuliwaona wameokoka. Na hapa visitokee kwa jina la Yesu. Kama vimetokea huko na huko, hapa visitokee. Mzidi kusonga kwenda mbele. Mwambie jirani yako, songa mbele, usirudi nyuma. Naomba turudi katika Agano la Kale. Naomba tusome Zaburi. Zaburi ya 103 mstari wa 19.
Zaburi ya 103 mstari wa 19. Nitasoma, anasema, Bwana ameweka kiti chake cha enzi mbinguni, na ufalme wake unavitawala vitu vyote. Vitu vyote vinatawaliwa na Bwana. Na hivi vitu vinavyotawaliwa na Bwana, faida ni hii kwamba kama huyu Mungu mkuu unamjua ni Mungu wako, nataka nikwambie vitu wanavyovitawala Mungu ni vya watoto wa Mungu. Nasema ni vya watoto wa Mungu. Amen. Utavipata vitu hivyo. Hii ni kanuni moja wapo ya kubarikiwa na kuwa na vitu. Utawala wake unatawala vyote. Vyote unavyovitaka vyema viko kwa Mungu. Lakini ili uweze kuvipata, somo hili linasema maandiko kuhusu ukuu wa Mungu. Ujue ukuu wa Mungu. Ukisha ujua ukuu wa Mungu, mwanangu, hata kama huna chochote, labda wewe ni yatima, huna msaada popote, nataka nikuambie, ukikaa kwa Mungu sawa sawa, utabarikiwa, utafanikiwa. Ndio maana nimekuambia, kama kuna mtu alikuwa wa chini sana, nilikuwa ni mimi. Lakini sasa kwa neema ya Mungu naweza kuchagua kwenda kukaa wapi? Kwenye nyumba zangu tu. Tumekuja Dar es Salaam, tuna nyumba, tunakaa nyumbani kwetu. Sio muda mrefu tulikuwa Mbeya, tukakaa nyumbani kwetu. Mke wangu alikuwa anampigia wifi yake kwamba tunakuja huko Mbeya, sio kwa makusudi kwamba tunaenda kwake, akafikiri tunaenda kwake. Bahati mbaya hakumuelewa, akasema mimi nina wageni sio na nini na nini. Mke wangu akajaribu kumueleza, najieleza tu kujihami kwamba, akasema hapana wifi, naenda kwangu. Akawa hawakuelewana. Lakini tunaweza kwenda popote kukaa. Mungu ametubariki. Ninachotaka ukishike na kufahamisha, Mungu wako ni mkuu. Aliyetuwezesha sio mtu, ni Mungu ametuwezesha. Mungu atakuwezesha. Mwambie jirani yako, mwambie Mungu atakuwezesha. Mungu atakuwezesha. Mimi ninasema vitu ambavyo nimeviona. Mungu anawezesha. Na kwa msingi huo na kwa msimamo huo, siombi mtu yeyote. Kila mtu ana mlango unaofunguka, lakini mimi siombi. Nikifika huko, nilifika Kanada nikawahubiri utajiri wa Kristo usiopimika na wahubiri wazungu. Wakafikiri labda nimekuja kuomba, nikasema sijaja kuomba hapa. Ndugu, ukiwa na Mungu niliye naye utajivuna. Utatembea kifua mbele. Vitu hutavitafuta, vitakutafuta. Vitakufuata, vitakupata. Na ukipata mlango mzungu akawa na kitu, na upokee. Mnanisikiliza? Upokee. Lakini ninachokufundisha, ukimjua huyu Mungu na ukuu wake, baraka zitakufuata. Zitaamrishwa, zitakufuata. Hata ukikaa Kigamboni zitakupata Kigamboni. Zitawaruka wengine huko, zitakupata wewe. Ninachohubiri ujue ukuu wa Mungu. Wangapi wamenielewa? Ukisahau mengine, ninahubiri Mungu ni mkuu.
anaweza yote, ana nguvu zote, hakuna lisilowezekana kwake. Kwa katika kitabu cha Zaburi 103 mstari wa 19 tumeona ya kwamba utawala wake unatawala vyote. Mungu anamiliki vyote vilivyo vyema, na watoto wake ambao wanampenda na kumcha watabarikiwa. Maana Mungu ni mwaminifu. Nirudie tena maneno haya kwamba sisi hatuzifuati baraka, ila baraka zitakufuata. Ukiishi sawasawa na maagizo ya Mungu na kanuni za Mungu, na kama Mungu atakavyo anaiamuru, baraka itakufuata, itakupata popote ulipo, itakupata baraka ya Mungu. Cha muhimu, somo langu linasema ukuu wa Mungu. Ujue ukuu wa Mungu. Naomba tusome andiko lingine, bado nina muda. Naomba tusome katika kitabu cha Danieli sura ya 4 mstari ule wa 35. Katika kitabu cha Danieli sura ya 4 mstari wa 34, mstari wa 34 anasema, mstari wa 35, samahani, 35 nitasoma. Anasema, na watu wote wanaokaa duniani wamehesabiwa kuwa si kitu, naye hufanya kama atakavyo katika jeshi la mbinguni na katika hao wanaokaa duniani, wala hapana awezaye kuuzuia mkono wake, wala kumuuliza unafanya nini wewe? Neno kubwa sana hapa katika andiko hili. Hakuna awezaye kumzuia afanyalo. Mungu akiamua kufanya, uko mahali hapa, Mungu anaweza kufanya mambo makubwa kwako na asiweko mtu wa kumuuliza. Huyu ndiye Mungu tuliye naye. Na kwa kuwa umeokoka na mcha Mungu, maono yako na mtazamo wako, maono yako yawe makubwa, yasiwe madogo. Wangapi wamenielewa? Usiwe na maono finyu. Kuna watu wanasema ya kwamba nafikiri nikifika wakati fulani nitaenda kwa mjomba nikamwombe, nitaenda kwa fulani, nitaenda kwa fulani. Hebu nisaidie kumwambia mwenzako achana na mawazo hayo. Mwambie yapige teke. Mungu anaweza kukusaidia. Bwana asifiwe. Kama amenisaidia mimi, hata kusaidia na wewe. Nimemwona Mungu akifanya mambo ya ajabu sana. Sana sana. Lakini muone Mungu ni mkuu. Ndicho kichwa cha somo. Muulize tena jirani yako, Mungu wako ni mkuu? Mungu wako ni mkuu? Kama Mungu wako ni mkuu, kafuta ile mipango uliyokuwa nayo ya kutaka kutegemea watu fulani. Andika, nitakutegemea Mungu. Na iko siku utashuhudia. Ukimtegemea Mungu anafurahi. Ukitegemea watu ana wivu, angetaka umtegemee. Sijakataa kuomba au kukopa, labda kitu ambacho nikipige marufuku hapa kwenye kanisa la binti yangu huyu. Kuna watu wakikopa hawalipi, ila hapa hawapo.
hapa hawapo. Lakini tabia ya kukopa, nisikilize wanangu, mimi ni mhubiri wa kweli, nitakuweka huru. Naomba tumpigie makofi huyo mchungaji. We mwanangu, njoo kwa kuandika hili, njoo nikushike mkono. Huyu vitu anavyowafundisha vimetoka kwangu, kwa baba yake. Mimi sikopagi, sikopi. Na kukopa kumeleta shida. Mshirika anakopa watu kama 3, mwisho wanakuwa wengi, anaamua kuhama kanisa. Ila huko hayako, ila huko yako. Kigamboni huko hamuna. Usipende kukopa. Biblia inasema tutakopesha, lakini ukikopa lipa. Ngoja niwaeleze ukweli. Nimesema sikopi. Kuna siku nilikopa, lakini wakati huo nilikuwa nasoma Marekani, ada yangu ilichelewa kufika, ikabidi nimkope mtu. Nilipomkopa yule mtu akasema, nilimkopa $1,000. Akaniambia, mchungaji, ngoja nikaseme na mke wangu, alafu tuone atasemaje. Nikikukopa hela, nikisema nitakulipa Jumatano, nitakulipa Jumanne. Huu ndio msimamo wangu. Sitangoja mpaka Jumatano. Sijawahi kupiga chenga mtu nikimkopa. Akasema ngoja nikaseme na mke wangu. Mke wangu akasema 1,000, mbona hela nyingi? Akasema ndio, ni Mtanzania, lakini akasema basi acha tumkopeshe. Kwa sababu hela zilikuwepo, lakini zilichelewa kufika. Maka zilikuwa zinatoka Tanzania. Basi wakanikopesha, huku wakaweka kwamba basi hata sipotulipa basi tumeamua. Mimi sio wa tabia hiyo. Na kwa neema ya Mungu nikapata pesa, nikawalipa kabla ya tarehe niliyowaahidi kulipa. Walishangaa sana. Yule jamaa ikabidi anieleze matatizo alionayo, kwamba mchungaji, mimi nikikopesha silipi, nikikopa wasilipi, nina matatizo hayo. Hata nilipokuwa namwambia mke wangu, nilijua na wewe hutalipa. Nikasema mimi si wa hivyo, nikakataa na nikalipa pesa kabla ya muda niliowaambia nitawalipa. Wakasema umetufundisha somo kubwa sana. Nisikilize wana wa Mungu, ukitaka kufanikiwa usikope. Nisikilize, niongeze neno la pili. Ukikopa hakikisha unalipa tarehe ile uliyosema. Na ukitaka kufanya vizuri zaidi, lipa kabla ya siku ile. Kama huwezi kufanya hayo, usikope na hutakufa. Na hiyo shida haitakuua hata msipoitika. Amen. Kwani nimeomba kuja huku mimi? Sijaomba, nasema kitu Mungu ananipa. Hapa niseme sana, usikute madeni ni mengi. Nataka nikuokoe. Jaribu kufuata ninachokisema. Mungu ni mwaminifu wa ajabu. Lakini jipe moyo kwamba mimi ni mtoto wako Mungu, si wa kukopa kopa. Kuna watu anakopa, kiona amekopa wengi anahama kanisa. Anatoroka, sio kuhama, kule ni kutoroka. Sitaki watu watoroke. Na sijaongea na mchungaji kwamba nakwenda kufundisha haya, kwamba labda mchungaji, mimi ni mchungaji wake, hawezi kunifundisha cha kufundisha. Huyu binti ameokoka mikononi mwangu, nimemlea kawa na imani. Mmoja wa watu wamechukua imani kwangu ni huyu binti. Unafikiri kama singelitoka Amani asingekuwa amefika hapa haraka hivi? Mke wangu si kweli jamani?
Wangapi tumewatoa pale, wengine hata walitangulia kwa, lakini huyu amejenga kanisa zuri namna hii. Nyumbani kwake ni kama kwa mzungu. Unafikiri nini? Kitu alichokipata. Mimi kwako ni kama babu, ninakupa vitu vitakusaidia. Kataa kitu kinaitwa madeni. Kataa kuomba. Usiwe omba. Mungu aliye naye ni mkuu wa ajabu. Muamini Mungu wako anaweza yote. Ameniwezesha mimi, hakuna mtu aliyekuwa wa chini kupita kiasi kama mimi. Mke wangu kwao walikuwa ngarau na uwezo, lakini kwangu hamuna. Lakini najivunia Mungu kuliko wazazi. Najivunia Mungu kuliko chochote. Najivunia Mungu jamani, kama kuna mtu anajivunia Mungu, anamfurahia Mungu ni mimi. Wakati mwingine machozi yananitoka kwa huyu Mungu kuwa Mungu wangu. Hilo tu linanifanya machozi yanitoke. Kwamba mimi ni nani? Mimi ni nani? Wewe Mungu, uwe Mungu wangu. Nifike hapa. Kwa kuwa ninafundisha ukuu wa Mungu, naomba somo hili lisikutoke. Chukua ukuu wa Mungu, anza kuishi kwangu na Mungu mkuu. Unakutana na mabaya, unasema Mungu wangu ni Mungu mkuu. Unakutana na tatizo la kifedha, unasema Mungu wangu ni mkuu, na fedha zitakuja. Na akiamuru pesa inakuja, itakufuata, itakupata. Bwana asifiwe. Wangapi mnanielewa? Andiko la mwisho kitabu cha Mithali 19:21. Mithali 19:21. Mithali 19:21 nitasoma. Anasema, mna hila nyingi moyoni mwa mtu, lakini shauri la Bwana ndilo litakalosimama. Shauri la Bwana ndilo litafanya nini? Litakalosimama. Nataka sehemu hiyo. Shauri la Bwana ndilo litakalosimama. Amen. Shauri la Bwana litasimama. Naomba usimame wakati namalizia maandiko haya. Shauri la Bwana litasimama. Shauri la Bwana litasimama. Shauri la Bwana litasimama. Kwa maneno mengine, shauri la Bwana linadumu, haliondoki. Ukisimama nalo haliondoki. Na mimi ni shahidi na shuhuda. Nimekuwa mchungaji wa mama yenu hapa, mchungaji wenu hapa. Sijawahi kumwomba mtu yeyote. Siombi chochote kwa mtu. Lakini hapa nilipofika Mungu amenibariki. Nasema kwa utukufu wa Mungu. Kuna mtu alifika kwangu, alipoona magari akafikiri labda ni mahali pa kupaki magari, watu wanakuja kupaki. Sasa alipokaa siku 2-3 akashangaa, hawa watu mbona hawaje kuchukua magari yao? Akaambiwa haya sio magari ya kupaki, ni ya mchungaji. Na kama nilivyokuambia, siombi. Masa mwanangu alipokuwa pale kanisani, kuna kitu nilikuomba. Yawezekana naweza kusahau, kwa sababu pia mchungaji huyu alikaa kama mtoto wangu. Mtoto naweza kumwamuru, ambaye namwamini kwamba kalete kitu fulani. Make najivunia ni mtoto. Nataka niwaambie, Mungu tuliye naye ni Mungu wa ajabu. Ni mtenda maajabu. Hakuna jambo asiloliweza. Na uchangamuke, toka kwenye level ulioko, nenda kwenye hatua nyingine. Tembea kama mtume.
kama mtu aliyefanikiwa. Acha kutembea umeinama unahesabu vidole. Sana sana ukikwama, inua macho yako juu. Yuko Mungu atakubariki, atakufanikisha. Mungu ni mpaji wa yote. Kwa dakika hizi zilizobaki, nataka nikukaribisha hapa mbele. Kama unaumwa, una shida ya kuumwa, pita hapa mbele. Na kuna mtu anaumwa kichwa. Huyo anayeumwa kichwa yuko wapi? Ya. Unakwenda kupona sasa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Waimbaji, unaweza kutupa kwa wimbo kwa taratibu? Ninyi mliokuja mbele, Mungu anakupenda sana na anataka uwe mzima. Unanisikia? Umekuja hapa unapona, vifungo vinaondoka. Baba, katika jina la Yesu ninakemea maumivu ya kichwa kuanzia sasa. Maumivu ya kichwa toka katika jina la Yesu. Ninakukemea katika jina la Yesu. Usiwe na maumivu ya kichwa tena kwa jina la Yesu, mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Kwa jina la Yesu. Shida iliyokuleta hapa sijakuuliza, lakini shida hiyo Mungu akutane nayo kwa jina la Yesu. Bwana kuponye, Bwana kubariki, Bwana kupe mahitaji yako katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Baba, shida iliyomleta mama huyu hapa mbele naikemea kwa jina la Yesu. Shida zote na mahitaji yaliyopo, ondoka katika jina la Yesu. Kama ni magonjwa, kama ni uhitaji wowote, Mungu wangu liye juu, ninaamuru mama huyu apokee kile kilichomleta hapa. Sijamuuliza, lakini Mungu unajua. Wewe ni Mungu unayejua. Katika jina la Yesu, pokea, uwe mzima, uwe na afya, uwe na mahitaji yako. Kwa jina la Yesu nimeomba. Amen. 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 Naomba tumpigie Bwana Yesu makofi mengi.